Hello guys, I hope you're doing good. Mimi naitwa Simon K. Karibuni sana siku ya leo hapa kwetu. Na I hope umesubscribe kwa hii platform. By the way, mimi kuambia before watch hii story sasa unaenda kuwatch, make sure umesubscribe. Na hiyo ndio njia unaweza ni support nayo kwa hii kazi yangu. Wenye wana subscribe, wenye wamesubscribe, wenye wamefinya notification bell, may God bless you so much. Wenye ucomment, wenye unicall, Mungu awabariki sana. Leo kuna kitu imehappen kwa studio yenye nimesema lazima nitaileta hapa onea ndio muone, na juu ni kitu ilikuwa ni kama drama, ni kama video, ni kama nini, but finally I think imekuja ika cool tu, ikakuwa sawa. So nataka watch hii kitu yenye imehappen, na hapa hakuna ati sijui ni kuplan, sijui watu walikuwa wameplan. Sasa hizo upuzi hatufanyangi, ni kitu tu imehappen. Mama amekuja kwa studio, na ni mama nilikuwa nimefanya interview kitambo, lakini venye nilikuwa nimefanya interview yake I think hakusaidika venye alikuwa anataka, juu alikuwa na mashida. Kuna story yake yenye alikuwa ameshare huku, na nitaiweka hapo chini. Venye hakusaidika, akaona ni vizuri arudi tena hapa, akuje apeane hiyo story ama part 2 of that story. Lakini sasa venye alikuwa anakuja, ye hakuniambia ati alikuwa amekuja huku. Unaget venye mtu anaweza kuambia Saimo, mimi naitwa fulani, nilikuwa nimekuja kwako last year nikashare story yangu na niko na part 2 nataka kushare. Sasa yeye hakuniambia hivyo. Alienda akaadvisiwa na wamama wengine akuje adanganyane, akuje kama amevaa kama Muislamu, na akuje akiwa kama new guest mwenye hata hatujaipatana. But in the process venye nimeingia nimepata amevaa hizo vitu za nini za Waislamu. Nikashindwa rada ni gani, unakuja kwa interview kama umejificha watu watakujua aje. So nikafeel kuna kitu haiendi vizuri, so nika-insist. Alafu venye alianza kuongea nikasikia venye anaongea si Mswahili, si unajua. Okay, sisemi ati ni Waswahili tu wanakuanga Waislamu, but kuna venye tu instinct zangu zimeniambia kuna kitu haiendi vizuri. So venye nimemwambia ajifungue hiyo nini, sasa drama zimeanzia hapo. So nataka tu watch, na ni mama kulingana na junisha. Okay, hii kitu venye na record saa hizi already tushafanya hiyo video, sasa na record later. Kulingana na hiyo story yake amepitia vitu mob sana by the way. So uisikize, na kama kuna kitu maybe utaona nimefanya hapa yenye haitakufurahisha, I'm so sorry. Maybe nitakuwa tough. Kuna mahali hata nimepiga simu nikipigia askari wakuje wamshike, but mni understand tu lazima ni protect kazi yangu. Juu hata kama mtu ako na shida, tunasemanga ni vizuri kukua tu mkweli. Unakuja tu unakuwa mkweli, unaongea ukweli. Juu saa hizi nikileta kitu ya uongo hapa, mjue hamta blame mama mwenye amekuja hapa, mta blame Simon K. So vitu zingine lazima nifanye ndio ni protect my name, my job, my platform, na pia nyinyi ni wa protect. So karibuni sana. Nda kugeithia we mwega murata wakwa na mwiroreri wakwa. Maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi. Ni ngwiraga ukeigua we haria hagirire. Muthenya wa umuthi warora uguo kuria ndiguciria ni urona ndi kundu kwega muno mugunda mwega muno. Thutha wakwa warora ni njui urona all greens, na ndi haha courtesy of Tayari Lands and Housing. Ndrare haha ngikurehera mugunda ungi turakwendagiria haha Kabati last week, ona ndonani na thiku 4 urakorwo wathira. Ino ni project ingi njeru ndakurehera iri o haha Kithioko. Kuma haria ndi nginya Kithioko ngwiciria ni handu ingitengera na nginye. Na uhoro wa Kithioko ni ngutariria uhoro wa tauni ya Kithioko na njira nene muno. Ngakwira ni tauni njega, tauni ikurite muno. Gutiri kindu utangiona Kithioko, kindu o giothe ungienda. So nigukuria murata wakwa, na we hau wona video ino tiga gweterera. Broti ici cia Tayari citikaraga. Mugunda uyu ndinaguo haha thaa ici utinangiirio broti cia 50 by 100 no hutĩtie barabara ya kuingira mugunda
ino haha mugunda uyu ukomeire barabara haha kumara mini haha ramini ukuingira o kilomita 1.5 ukorwo wi mugunda-ini mugunda uyu ugatinangirio kundu kwina maneiba kundu kwina mai kundu kwina thitima kundu kwina mathukuru kundu kwina indo ciothe irio rabatara ungienda kurima guku no urime ni urakiona uria irio cireka ungienda gwaka neighbors wako hapa sio kubahatisha withike na ihenya namba ya thimu 0715 99 99 09 0715 99 99 09 ungienda guka ofisi ci haria Thika ukiingira Thika hestage twitaga gatito hau o hau ni ukona building itago Mco Plaza building uke ku third floor room 302 ukinye ofisi ya tayari ku bei ni 160 broti ya 50 by 100 iyo ni cash hamwe na title wenda kuriha na installment ukuigirira deposit ya 50 balance urihe na mieri 6 na shigo ka 180 including title deed uko karibu sana na mharakishe stigathire ndugetikira gutugwa murata wakwa asanteni sana. Kwa nini unakuja huko Danganyana? Na ukaribia hiyo metro. Hebu karibia, uniambie nienda. Nini kulienda? Karibia hiyo metro. Sikudanganyana. Sikudanganyana. Mashida ilikuwa mingi. Mashida gani? Nyumba nilifungiwa. Na nikuulize, ulikuwa umekuja hapa last time? Last time nilikuja. Mbona hujakuja uniambie? Simon nilikuwa nimekuja huku kwako last time, lakini sikusaidika. Utanisaidia aje? Unakuja hapa kama umevaa kama Muislamu? Na kuambia utoe hizo vitu na niambia kanisa yenu ikubali. Na mimi venye tu nimekuona venye nimeingia nimejua huyu ni mkora. Kwa nini ukuja kama umejifunikanisha hivyo? Ukuje huku na ID fake. Si ndio? Hiyo ID iko wapi? Gani? Hiyo yenye umekuja nayo saa hii iko wapi? Hapa. Leta. Na sister yangu. Sina kuitisha ID. Ni ya wenyewe sasa. Leta hiyo ID. Hauleti? Tanirudisha. Yako iko wapi? Maacha. Last time ulikuwa umekuja na gani? Nimeandikwa Gladys na May. Ni ya nani? Ni yangu hiyo. Ni yangu. Si umeniambia tena haikuwa yako? Yes, nasema sasa juu sasa nilikuwa sister yangu nyameaga ni yangu hiyo. Sasa nimeacha. Nimeacha hiyo. Nimeacha hiyo ID. Ilikuwa ya nani hiyo? Hiyo ID kwa yangu lakini sasa nimeacha. Si umeniambia hukuwa na ID? Na ilikuwa nani yako na njia gani? Nimeacha. Sijakuuliza kama umeacha. Ilikuwa ya nani? Gani hiyo ID? Hiyo ID ilikuwa ya sasa kama tu yangu juu mwenye alikuwa naye sister yangu ameaga. Usiseme ni yako, sema ni ya sister yako mwenye aliaga. Anaitwa nani? Gladys. Gladys nani? Sengei. Tadorera kile ya manyamo ine mau. Gladys nani? Sengei. Sasa ulikuwa unakuja na story gani this time? Juu last time ulikuwa umesema sijui nini? Ni yangu tu hiyo nilikuwa nakuja nayo. Gani? Hiyo nilikuwa nakuja nayo. Nikuhusu sasa mama yangu tu bila amekufa na familia yangu na sikusaidika na watoto tu wako kwa nyumba. Na hivyo si venye ulikuwa umeniambia. Na sister yangu wenye nilikuwa na yeye huyu sana nasema akachukuliwa na mzee wangu. Mgani? Huyu sasa. Huyu mwenye uko na ID yako. Na umetoa wapi ID yake? Si alikuwa maacha vitu zote kwangu. Ako wapi huyo sister yako? Walienda na huyo mwanaume. Iko wapi namba yake? Ya simu. Ni walevi hana simu. Sasa wewe ni nini mtu anaweza amini yako? Naweza kukupea namba ya mama mmoja kwa hiyo. Hakuna namba nachukua. Mimi nakuitia askari. Hizo story utaenda kuelezea na huko mbele. Oh yeah, hapana hata tusimone urumia. Wewe unatoka na huko unakuja una create story unakuja hapa kuni. Mwisho. Sitasema. Hello.
nilikuja tu, nyumba tulifungiwa Saimo. Watoto wanakaa kwa jirani. Nikaona nikuje tu nione kama niliuliza watu ati kama naweza saidika mara pili, wa mama wengine wakaniambia ati kama ushaenda huko uwezi, mwingine akaniambia chukua na ya sister yako ID. Nani alikwambia hivyo? Mama mwenye tunaishi na hawa. Nikamuuliza ndesa saidika aje juu kwa machana, ila toki sasa jenda channel mingi, ndesa saidika aje. Akaniambia enye unaweza fanya, kuna sister yako wewe alikuchukua mzee, chukua ID yake. Nikamweleza na hii ID nikichukua, alafu Saimo akatena alisemanga ID, akasema hapana, atate kwa mama wanaendanga hivyo tu. Jo nikashauriwa na mama, hata mwingine akanipea fare. Nikamwambia na siwezi kumbuka senda fanya aje. Akaniambia tu wewe enda. Sikujua. Wewe unaitwa nani? Nitafanya nini? Jina yako ni nani? Niyo tu Senge. Majina kwani uko na jina moja? Senge Sindame. Sindame. Niye majina yako 3. Sindame, Senge na Ngirore. Na jina Gladys ulitoa wapi? Hiyo jina Gladys. Hiyo jina Gladys ilikuwa ya sister yangu, sasa nikashika tu, tulisaliwa twins. Sasa unaona uongo yeje uko nayo? Sasa jumlizaliwa twins ukaona ujiite kwa story ujiite jina ya sister yako? Watu wajua waliniharibu, Saimo pole, sikupenda kwangu. Watu waliniambia leo utanini? Utajua hapa si tena watu wenye unaongea na wao tena si watu wazuri. Hata mwingine jua aliniweka hii mesi yote. Senge. Wameona? Nani wasaidie hii? Hii ndio alisaini. Sasa unaona hii ndio nitakufunga nayo. Sasa umeona? Ona ID yake utaiangalia kwa kompyuta. Yenye alikuwa ameacha, iko hapo kwa mashine. Tujue biti. Nimekuambia sasa ndio ikuwe kielelezo kwako na wale wengine, hautawahi enda mahali pengine kudanganyana. Unasikia? Napiga simu saa hizi. Wewe utalala ndani siku kadhaa. Lazima nikushikishe. Sitakubali, sita entertain hiyo nini. I will never entertain that. Sasa Saimo hata nyumba tu twende tuone pale ninakaa wewe mwenyewe. Wewe nikuulize, wewe unatoka Nakuru unakuja kwa studio kudanganyana. Nilifanya nimekueleza nilifanya niongee hivyo. Ni ya mama walikuwa wananiconfuse akili. Wakaniambia nilikuwa nataka kueleza tu. Unakuja na idea sister yako? Hapo nimekosea Saimo. Hapana, lakini siwezi kubali. Hapana Saimo. Usifanye haki. Niyo mashida tu Saimo. Nililala jela siku 3 Saimo juu ya watoto. Sikusaidika. Hata kama utanisaidia tu hata tu pesa kukula tu Saimo. Nindesa na wewe hata kama tutaenda na huyu aone pale nye tunaishi Saimo. Tunaweza enda na aone pale ile mazingira tunakaa. Ungefanya hivyo kitambo. Na unakuja hapo kama umejifunika. Niliambiwa Saimo. Na unakuja ukuniambia ati huwezi toa hiyo buibui. Hebu vaa venye ulikuwa umevaa. Niliambiwa. Vaa venye ulikuwa umevaa. Mkubwa, habari yako? Hello. Habari mkubwa? Uko salama? Uko wapi? Uko Kasarani? Oh. Nilikuwa na haja na wewe kidogo. Studio. Sijui kama utakuja ama nini vizuri ni aje. Saa ngapi? Haya kidogo tu nakupigia simu. Mimi sasa hiyo maneno nilisema sitakuwa na entertain. Hata kidogo. Hiyo ni kuja kuharibu kazi yangu. Pole. Wewe unakuja kuharibu kitu yenye nafanya. Unakuja kuharibu credibility yangu. Hii Simon, ukweli ya shida napitia ni ukweli. Hata tukienda. Sikatai unapitia mashida na kila mtu anapitia shida. Lakini mimi nimekaa nimeona. Hata watu wenye wanakusaidianga kwa kamera hata wao wanapitia mashida. Mbona usikuje tu uniambie ukweli, uniambie Saimo. Mimi nilikuwa nimekuja huku na sikusaidika. Tutasaidiana aje? Hebu vaa hiyo kitu venye ulikuwa umevaa.
Na venye tu nimeingia pale kwa gate, nikakuangalia. Niliambiwa Simon, nikaangalia nikaona huyu ni mkora. Mbona unakuja kama umejifundikanisha hivyo? Niliambiwa ati nivaa hivyo. Na mimi nayo akili kwani kukontroliwa ni kitu mbaya. Mimi bila nilikontroliwa nikavaa tu na sijazoea. Sasa ni kwenda kuvaa. Si uliniambia ulienda kwa Waislamu? Nimeenda nikapewa, lakini hizi manguo sijazoea ni kuvaa hizi vitu hizi. Lakini nimezoea kuvaa hizi manguo zingine. Lakini wakati tulienda tukapewa hizi vitu, nilienda huko juu kufanya ndafanya. Ulienda nani alikuvalisha hizo vitu? Tulipewa msaada. Uko na namba ya mtu mmoja mwenye ako huko? Waislamu? Sijui kama iko kwa hii namba, lakini simu si yangu, cha niangalie kwa hiyo line. Mango ilikuja kusaidia watu. Wakati mango ilikuja hii watu wa kusaidia, tukasemekana wale watu wajuezi yenye ilisemekana wakuja wachukue mango. Yenye mango ikamwagwa chini. Mango kumwagwa chini, tukangangana wa mama ile kuchukua. Mimi nikachukulia watoto zingine kwa watoto, mimi nikachukua kati tumechukua. Tukachukua tukaweka kando. Ni kuchukua hizi manguo, nikaangukia hizi manguo. Nikasema sasa kuanzia saa hii na tunakula sasa zingine tunakula, kasema mimi mwenyewe nikasema mimi nitaenda hiyo kanisa. Juu ninaona tunguo ninapewa na nikizoana na wao itabidi niwaeleze shida yenye napitia. Lakini hapo enyewe sijazoeana na hawa watu. Nilikuwa na mama mmoja anaitwa Aisha, acha niangalie namba yake, sijakaa kwa hiyo kanisa yao sana, lakini manguo walitupatia kama msaada. Nikachukua, lakini nilishindwa juu nilitoka huko pale, nilitoka Narok huko juu wanajua maneno. Sasa kukuja pale nimekuja watu wajanielewa sana, unaona, lakini niliogopa, ndasema aje, nitaanza aje. Nikasema tena ukutoku nikizunguka tena watu wanijue, nitaanza aje. Sasa ilibidi tu nifanye nini, ninyamaze. Unaona hiyo ulitoa wapi yenye iko juu gani? Hii tulingangana, si tulichukua pale wakati ile hivi mango ilimwagwa, ilikuwa paka hizi. Nataka kuona venye umevaa. Tukachukua hizi zote. Sisi kununua ndio tulikuwa kama msaada. Tukabeba kama ya watoto niko nazo, tukienda na wewe kwa nyumba saa hii na kumwagia za watoto, lakini si mingi, nakutolea. Ikai maudume. Lakini nisamee sana kwa kudanganya, nisamee hata kwa Mungu. Nisamee. Wewe ni mtu wa kanisa. Nisamee hapo nimedanganya. Si ati juu mimi ni mtu wa kanisa mkuja hapa kunitekia advantage. Wewe sasa ukikuja hapa uharibu kitu yenye nafanya, wewe hata utashughulika kutaka kunilizi, utaenda tu mahali pengine. Nisamee. Nimekwambia ufunge hiyo kitu. Nataka kufunga. Lakini mimi naomba nitafunga, lakini hata kama utanipeleka, naomba kwa roho yako nisamee. Tena nisiende tena pahali utataka utanifungisha, lakini kwa roho yako umenisamee. Yote ndio ninaomba, roho yako usafishe tu, nisamee. Naomba nisamee. Sasa umeniwestia time yangu, imagine. Pole, nisamee. Saizi kuna mtu kwanza kuna mtu alikuwa anataka kukuja hapa. Jamaa sijui ya Komolo. Simon, nisamee. Hapo watoto wake sijui walifanya nini. Jamaa ni mgonjwa. Nimemnyima hiyo chance. Samee hapo. Nimedanganywa Simon. Na tena mimi nile kudanganywa na watu. Nisamee. Hapo nimekosa kwa roho yako. Tatu na unisamee. Hiyo siwezi entertain hata kidogo. Hata kama wewe lakini nisamee. Wewe mwenyewe tu. Kwa roho yako tu nisamee. Mimi nimekusamehea na nitakusamehea, lakini lazima ukue funzo. Lakini nisamee. Na utaenda ukiambia watu. Nisamee. Si ulisaini hii? Ilisa. Kuna chini hao mama. Kuna chini hao mama wanafanya hivyo. Na ndio maana hata siku hizi sitaki kufanya hizo story hata kidogo. Watu wanaweza shindwa ni nini siku hizi Simon analeta guest simu. Sijajua hiyo. Sijajua hiyo. Ni mtu hawezi kukueleza, lakini mimi niliomba ushauri kwa watu. Nilitaka hata namba pale pengine niende. Buva hiyo kitu. Nimevaa. Ujavaa venye ulikuwa umevaa. Yaani nimevaa hivyo, lazima hii ni kuinua. Ndio nataka uweke hivyo. Nani alikupea hii ujanja yote? Mama. Walikuambia ukuje ukiwa hivyo? Sasa nikuulize hata wewe, uko sure unaweza kufanya interview ukiwa umevaa hivyo? Mawezi.
Wengine waliniambia ati Okorino ati unafanyanga interview na hata hii ingine kwa Islam ati wewe unachukuanga wote. Nikauliza, niliuliza Waislamu sijaiona ikichukuliwa. Sikatai hata naweza chukua, hata Muislamu, hata Muhindi, hata nani. Lakini kwani unakuja hapa kudanganyana na wewe? Sasa je nikauliza, lakini hizi je nilivaa, okay pole. Nilivaa hizi vitu, kuvaa je niliambiwa tu nivae. Niliogopa kuongea ukweli. Niliona aje sitasaidika. Nilisema nimekosea. Ni Juma shida imenifika mwisho hata. Utakuja studio? Sawa. Wewe hiyo sasa maneno utaenda kuelezea mbele. Hiyo maneno utaenda kuelezea mbele. Na hiyo itakuwa ni story kubwa. Nadhani ningekuja na watoto hata twende tunao. Hata hakuja kuja na watoto. Kuniambia tu kweli. Nilikuwa na dasa. Kwanza utaniambia kwa nini unatumia idea wenyewe. Huyu kwanza alinifanya maneno, huyu Saimo, huyu takataka, huyu bwana. Wewe tupata maneno, huyu atafutia kufunga. Na unakuja na idea yake. Na last time ulikuwa umekuja na idea nani? Huyu atachana na badalia Mungu. Na hata ukiwa na shida niulize. Ukiwa na shida, si uongee ukweli usaidike. Nani alikwambia ukiwa na shida, ukiongea na uongo ndio utasaidika? Nani aliwadanganya hivyo? Si hata heri ukuje hapa useme, na ninaambiaga kila mtu hivyo. Hata kuna mama wanakujanga hapa na wafukuza. Unaangalia tu mtu hivi unaona huyu. Sasa hizi nimefanya stories za watu for more than 4 years. Kwa hivyo hata ukinidanganya na kuangalia tu najua. Unajua, ni kazi yenye umezoea. Kuongea tu ukweli uniambie. Sasa hivi nimefungiwa nyumba, watoto hawako shule, hatuna kitu ya kukula. Si uache tu niongee na hawa watu kama watanisaidia wanipee kazi. Mimi sinyimangi mtu hiyo chance. Lakini si ukuje kama umevaa hivyo. Nilikuwa nataka nilifunziwa na hawa mama hawa. Ninakubali ni hawa. Nilisema tu niende nijitetee. Hata nikiona pale pengine niende. Nijitetee haezi kata. Ati hapana atakufukuza enda hivi. Ningeongea ukweli wangu. Wewe unafaa uende ufungiwe kama miezi 6 hivi. Oye. Miezi hiyo? Mtoto wangu. Miezi ngapi? Mtoto wangu ana. Unaona nimeitana hapa? Mtoto wangu anateseka. Nimeitana. Tuna Saimo tuchukua mtoto wangu basi. Ujue hata hii video nitaweka online. Ndio watu wenye wanafanya hiyo kazi waone. Tena nichukua watoto wangu basi. Kwanza uende miezi 6 ndio mjue. Mnakuja nini? Na watoto. Kukono watu online. Ole, akizikona hiyo ni that is wewe unatengeneza story na huko una. Mimi naomba huyu ataifa atugawe nipatupane transit ndio uone ile maisha minaka. Naona pesa kidogo tasikuachia watoto tulipewa. Tuende na huyu hata aone ile maisha minaka. Sasa kama ungekuwa umefanya hiyo mbeleni, ningesikia. Ungeniambia hivyo, sasa unaniambia saa hizi. Ningekuja hadi huko. Mimi mwenyewe nalipia watu fare wanakuja hapa. Hata I'm sure labda last time ukikuja ni mimi nilikupea fare. Ni mimi nilikupeanga fare last time? Hapana. Ni watu wangapi nimepea fare hapa? Niliuliza jana mama ananiambia chukua hizi pesa alafu nikamwambia na sinipigie yeye anaweza nisaidia anitumie fare. Nende niongee tu na yeye kweli. Enyewe nilikonfuse sijakata hapo wenyewe ninaongea ukweli. Hapana. Ungeniuliza sasa wewe ulisikiza maneno ya hawa mama, sasa utawaambia wakuje wakutoe sel. Na mimi nasimama na haki yangu. Huku si mtu mmoja amekuja hana fare. Ninampea fare ya kukuja na ukweli hata wanaweza toa ushahidi hapa. Napea mtu fare ya kukuja na ya kurudi. Kama hata nimelipia watu rent. Nimebaia watu chakula. Mtu anakuja tu akiwa genuine, anakuambia ukweli. Unaona huyu mama ni kweli. Nimelipia hata watoto shule. Ni venye siwezi kuja kushinda nikiandika vitu zingine hapa. Nimelipia hadi watu manyumba. Mtu anakuja tu akiwa genuine. Anakuambia Saimo, mimi niko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Utanisaidia aje? Lakini wewe mbona upitie hiyo line? Kuona bahati. Mbona upitie hiyo line? Mimi sijaijua tu. That is very wrong. Unasaidianga watu hata singepitia njia yote. Uliniuliza?
anya unaona hata simu kuomba mtu akwambia aje usifanye credit yangu, nikanunua credit yenye nilinunua ya 20 ndio kufika pale nikasema kama nifike tu nimwambie ukweli wale watu waibike. Siwezi enda kuambia nimefungiwa nyumba. Nikauliza mama tunakaa na wakapudo tunajua tu kwa mama. Nikamwambia kina mimi nimefungiwa nyumba nateseka na watoto nifanya aje. Mimi aliniambia kushauri akaniambia una sister mzee wako alikuchukua uyechukua ID. Nikamwambia hii nimesikia ID yake haitakikani. Kwa kani mwingine akaniambia inatakikana wewe enda. Kaambia na sasa nilikuwa na ID ile ndafanya aje akaniambia enda naye. Kaambia na sina passport nifanye nini. Mwingine akanipea shilingi 100 ngapi 600. Hata hiyo 600 ndio nimekuja naye nikapigia mwingine simu akanipulizia. Kufika hapa nikakuja paka na ndudhia hapa. Nikamuuliza nitaenda kuanza aje. Mimi nikaanza tunaenda kusema ile ukweli wako ni ile ya kwanza ile ukweli wako na wazazi bila watu wamekufa na hiyo unapitia. Nikauliza na sasa tena watu sana mimi ni guide hapo hivyo nifanye nivaa hizi yenye nimepewa kanisa kaniambia nivae hiyo dini ufai ningekuja tu na mangu. Nikamwambia ni ukweli wangu naongea ukweli Mungu hata kama ananisikia anisamea kwa juu na kosea Mungu aniwe na anichome kana ongea uongo pale pengine. Nikamwambia na sasa nikaenda juu shida na nipeleka inanisukuma huko sijikusaidika na mzee alinitishia hata niua. Siku ile alikuja kaniambia nitakuwa. Nikauliza nitafanya aje. Mimi akaniambia wewe enda tu ama uende. Nikasema ama nende nimwambie mzee tu ukweli wangu wa maneno kama atakosa kunisaidia. Mwingine akaniambia usiende kusema ukweli. Hiyo jo nilikosea kukudanganya. Na sikupenda kwangu nilipenda. Sasa hii contract yenye ulisign unajua ulisoma vizuri? Sije kusoma. Hukusoma huko hakuna mtu ana signing. Sasa unaona unaongea uongo. Nasema mimi kwangu kwa shule si kwenda. Ulielezewa venye inasema? Si ulielezewa huko hakuna mtu ana signing hii kitu kama hajaelezewa ama hajasoma. Niliambiwa usiseme kitu uongo. Na wewe ukaendelea. Na mimi akati jo nataka kusema nikauliza mama si niende tu nijitetee kwa Saimo. Anichukue tu story juu si kusaidia. Mwingine akaniambia usijaribu na paka nilikosea nimeamini mimi nimekosea. Wewe uko na miaka ngapi wewe? EID. Niko na 30 years. Na 30 years unakubali kusikia maneno ya watu venye wanakuadvise ukuje uongee uongo? Hapo ni kweli enyewe hapo ndaongea ukweli. Enyewe nilisikia. Paka wengine wakanitafutia fare. Nilisikia uongo enye wananichocha enda paka nikatafutiwa fare. Nikamwambia mimi siku hata nikuja na ingo. Acha nitoe tu niende nimwambie ukweli juu ni mzee na ako na family hata nielewe. Mwingine akaniambia usiende kwanza hiyo haidi usijaenda tu na hiyo. Nikamwambia aje wacha tu nifanye hivi. Wacha niende tu nijieleze kama tu mzee. Akikataa nitarudi. Akikubali ni sawa. Hata jo nimekuja kusema hiyo yote nimekudanganya ni ya nini? Hata ningesema tu ukweli wangu wa maneno tu nilikuwa tu nimejikatia. Ingekuwa inanisaidia. Ungenifukuza tu kwa ukweli ingekuwa safi vizuri. Lakini mimi hapo nilikudanganya na si vizuri nimefanya. Hao mama wenye walikuwa nakwambia wewe kwanza unaishi wapi na usinidanganye. Sasa tuanzie hapo. Unaishi wapi? Na mimi? Naishi saidia Nakuru hapo pipeline. Nakuru wapi? Pipeline. Last time ulikuwa umeniambia unaishi wapi? Haya, akati tulikuwa tunakaa Narok, nikafungiwa nyumba, nikahama, nikakuja Saidi, nikasonga nikikuja. Tulifungiwa nyumba na vitu zikachukuliwa. Na nimesema Nakuru, ukikuwa Nakuru pipeline ni hapo, sijadanganyana. Nimesema tu Nakuru. Sasa je nimesema nilikuwa nasema Nakuru kiniuliza sasa hivi hapa Nairobi iko Huruma iko Saidi fulani. Sasa hivyo jo nilisema hapo nilikuwa ninaishi Narok tukafungiwa nyumba. Na kufungiwa nyumba ile vitu nilikuwa nimenunua nilikuwa nalimia watu zikachukuliwa na mama mwingine. Hata hiyo mama hata naweza toa namba hapa akachukua vitu zote. Alafu watoto wako wanaenda shule. Nikaenda kwa chief nikashikwa Saimo. Sasa ninaongea nilishikwa Narok. Watoto wangu hata mtu anasema ni yenyewe hapo nimeongea uongo juu ID lakini kitu zingine ndaeleza ni ukweli. Nikashikwa nikawekwa siku 3 ndani. Nikaulizwa na chief huko kwa nini uingishi watoto shule na wanahangaika. Mimi nilijitetea juu ukweli wangu. Kaambia pale nakaa saa hizi hii nyumba nina rent. Na nyumba niko na nyumba miezi 7 sijalipa. Na watoto hata kukula ni shida nenda kulima sikupenda. Wanachief. Sasa mimi sikupenda sina uwezo.
Mnisaidie hata kijiji najua mimi nimeshindwa kuweka watoto shule. Niko na sister yangu na wangu na imenilemea. Enyewe alikuja akaona mzee akasema basi fanya hivi, enda utafute uniform tutakuwa tukuachilie. Nikaachiliwa. Mimi kuenda nikaenda nikachukua watoto. Huyo mama nye tulikuwa tunakaa kwake bila nilishikwa, alinichukulia vitu yote. Sina uongo. Tukahangaika, tukatoka hapo hivyo. Nikaachiliwa, nikakuja kuomba watu uniform watoto waingie shule. Nikatoka na huko juu ya aibu. Nikakuja pipeline. Wakati nilikuja pipeline, nyumba niliingia. Nikatafuta mwanaume ndio alinisaidia nyumba, nikaomba tuko na watoto. Akatuingisha hapo. Mwanaume alikuwa anataka kunitumia nikuwa kama bibi yake. Mimi juu ya shida ilibidi lala na yeye. Anisaidia watoto tusirudi huko na sina nyumba na tuna manguo. Maana nikakuja sasa hiyo nyumba tukakaa nayo mtu akaenda sasa ni mtu tu mlevi. Nikakuja hapo. Kukaa hapo pipeline akaniambia tuishi na wewe alafu watoto watanisaidia kuingisha shule. Vitu hiyo vitu ikafungiwa ndani. Sasa kufungiwa sasa hii mtu atusaidie hata chakula hata nini. Sasa wakati nilikuja hivi nikaomba ushauri. Juu mimi sina simu, hata simu si yangu. Nikasema nesa saidika aje. Niliambiwa naona pale nye ulienda enda hapo. Nikauliza nitafanya aje nisaidike juu nyumba nafungwa na hii mtu anatutesa na mimi sina wazazi wangu wote walikufa, hiyo ni ukweli hiyo. Nitasaidika aje? Nikasema na ule mwanaume akanisha akaniambianga ulitoka ukaenda kunisema kwa video nitakumaliza. Nikamwambia ni sawa, wewe kuja basi tu niwe juu mimi nilienda huko si kupenda, nilienda juu ya mashida. Saa hizi mashida imenifika tunafungiwa nyumba. Mimi kaomba nikasema nitafanya aje na sister yangu amechukua hiki mwanaume mwenye nilikuwa naye. Mama mwingine akanishauri akaniambia naona hii ID endana. Nikamwambia imesemekana kitu ya hiyo uongo istahili huko na siwezi kuenda kuchoma fea na sina fea. Nikasema si nitoe hizi. Mwingine walevi tu tunaikaa na hapana vaa hizi zile nguo kanisa. Nikampita nikaenda kuchomea wale Waislamu enye nilifikiria naenda kuchomea wasifa na walinisaidia nguo hata kama watoto waendi shule. Nitafanya nini? Nilitoroka kuja watoto waendi shule. Maana jana nikakupigia simu kaniambia nikuja, sikukuwa na transport. Lakini hiyo kitu imeniuma kwa roho yangu, niseme aje, niseme ukweli ama niseme, lakini hiyo kitu imenisumbua. Juu nimekuja na danganya lakini imenisumbua sana. Nikasema ningekuja tu kuongea ukweli wangu. Najiuliza nifanya aje? Paka kwa sana najiuliza ama nijue niwache watoto wakihangaika. Juu sioni maisha mimi nikienda mtu anataka kukutumia. Enye ukifua nguo hata mwanaume anataka kukutumia. Mtu hataki kujua sangine atakwambia tumia si hakuna. Inabidi juu hatutaana kitu, inabidi tu unafanya chochote yenye mwanaume anataka. Na hii mtu akupe pesa kwa wingi na kupe 100. Hiyo 100 ni kaunga mtoto wakuja wakule. Alafu hata wengine wetu wa mambo wengine hawezi kusaidia. Ukifika mwenye anakuambia si utoke wewe upange line town. Hiyo kitu sasa hakuna kitu inanisaidia. Nimeendanga nikapigwa vibaya kwa historia kwanza. Nilipigwa na mtu amenichukua. Kunienda nimeenda kujiuza, nimeambiwa nenda na marafiki yangu. Kuenda kusimama hapo, mwanaume akaniingisha kwa room. Kuingisha kwa room akanitumia. Hakuna kitu alinipea na kufa CD. Alinipea 50 bob. Na nikanifukuza akaniambia ondoka hapa. Mimi nikatoka. Sasa nilikuwa naendanga sifanyi kitu. Sasa hilo unatumika hivyo unaenda. Na ukiuliza watu hata mtu ukienda, hata kuomba mtu hata kitu, mtu anasema ule mwanamke amezoea. Atina bado ni mdogo amezoea. Mtu anakusengenya. Ukienda na watoto kama ni chakula mtu unaenda atakufanyia. Akikupea kitu anakusengenya. Mtu anakuambia mimi sina kutata mtu hata ukiwasalamia habari yenu hakuna. Ilibidi niende kanisa juu nisaidike. Mimi nimehangaika na hawa watoto. Lakini niliomba ushauri, tafadhali ningekuambia tu jana nifanya aje. Lakini mwenye alinitatisa ni marafiki tena waliniingisha moto kama hii. Uko na watoto wangapi? Niko na watoto 2 na sister yangu yenye nakaa na hawa. Sister yako mgani? Huyu tu mlevi tu. Ni nini kulienda mambo ya sister yako na bwana yako? Huyu akati yenye wazazi wangu walikufa. Huyu sister yangu akakuja tunakaa na hawa tujue anaenda na kunywa pombe. Wanarudi ni watu kwa 4 kwetu.
hata hiyo kitu ni ukweli. Tunasema je, tulizaliwa kwetu watu wanne, kuzaliwa ni kijana mmoja, huyo kijana akapotea kabisa, tukabakia ama sisters watatu. Mimi ndio nilikuwa namba 2 kwetu. Huyo sister yangu tulikuwa tunakaa nenda mkubwa akaenda tu, hata aolewi, kazi yake ni kurandaranda akileta watoto, na hakuna pale anapeleka watoto. Mimi nakaa na hao watoto, mimi nilikuwa na mzee. Dakika ya mwisho anaenda tu anasunguka anarudi, anarudi akilete unga. Mimi nikasema kuliko hata nimfukuse na ni damu yangu hangaike huko, acha tu niishi na family. Na mzee wangu ananiambia utaniletea watu, hata kwa history nimeandika ni Mkikuyu, utaniletea watu kwa hii nyumba ati nikikujanga kulisha masista yako, na ni umalaya tu mnafanya huko. Mimi nikamwambia ni sawa, je siwezi mfukuza huyu sister yangu. Sasa huyu mkubwa dakika ya mwisho ataenda kufanya kazi, alidungwa kisu Simon akakufa. Nikabaki mimi na huyu, tuko tu wangapi? Wawili. Huyu tena ni mlevi natural, hakuna mtu wa mchui kwa nyumbani, mlevi kabisa, haizi kusaidia. Dakika ya mwisho tunazunguana na wanaume, wakachukuana na baba wa watoto wangu. Wakachukuana na baba ya watoto wako? Sasa bwana yako? Wakachukuana. Kuchukuana nikamuuliza, kwa nini unachukua mzee wangu na mimi nimezaa naye watoto? Hii ni aibu gani? Hata majirani wanasema, kwani wanaume umekosa? Wanaume ni wengi, kwani unafanya hivyo? Kupigana. Mzee wangu akanigeukia. Kunigeukia, nilikuwa mjamzito ya mtoto. Akanichapa na akanikanyaga, nikatoa mtoto. Kaenda hosi. Hosi kubwa, isipokunywa madawa. Alikuwa ameniumiza. Kablit katoka, nikaenda kupiga ripoti. Kwaenda huko sasa akuja ashikwe, akanipiga. Nikaenda huko, akaenda kupeana pesa. Kafika mimi kuenda hiyo kesi yake, ninaambiwa mama rudi hiyo kesi tutamaliza, wewe rudi nyumbani. Nikauliza, mimi nimepata shida na huyu sister yangu amepotea aonekani, na simumshike na ni mugaidi, najua amenifanya yote, hakuna kitu nilisaidika kwa askari, na baada hata nawalaumu askari sana. Kwa nini? Wetu tena haki. Tena haki. Hawezi? Watendi haki. Watendi haki ya wanadamu. Ukipewa pesa unaacha maskini. Walipewa pesa? Utaliwa pesa. Ati? Utaliwa pesa. Huyo bwana yako? Kama limuonga. Alafu mimi nikienda mimi maskini sina kitu, narudishiwa pale. Ninaenda paka na watoto ninasimama hapo. Na wauliza hata mtu hakuna kitu ampe, hakuna. Mwingine aliniambia madam, but wewe mama siko ubaya, ukiona mtu akusaidia si utoke, ni mwisho wa maisha. Nikauliza, hii mtu anasaidia kulipa nyumba, na sasa kama amechukua mzee wako simwache, ungangana maisha, mwanaume mmoja. Nikauliza, niko na hii watoto watakula nini saa hii? Mmeniambia hivyo, watakula nini? Niliambiwa mama wewe rudi, enda ujikangana na maisha yako, watoto wako wakule. Nikauliza, mimi nitaingia wapi kwa sasa kama dadangu tunakaa naye nilikuwa nataka paka niende channel ya Citizen ili niende niongee kuhusu hiyo sister yangu. Penye alichukua bwana yako? Na kuniteseka, nimeteseka. Nikajaribu kutafuta hiyo channel, si kupata mtu akunirekodi kunichukua huko. Nilikuwa nataka niende pale naonekana live hivi. Kila pale nyata watakuwa na huyo Mungu Mungu awasaidie na wakufa wote. Nani hao? Huyo sister yangu na huyo wanaume. Unataka wakufe? Nimekaika sana ya kutosha. Watoto wako wanatoshana aje? Watoto wangu si wakubwa. Huyu wa kwanza ako na miaka 12. Angalia microphone. Miaka 12. Na haendi shule? Sasa waendi shule. Hapana. Na sasa nikuulize, majina yako haswa ni nani? Juu hapa umeandika Gladys. Aswa majina yangu ni ile Gladys, juu natumia kwa ile ID. Sitaki hiyo. Nataka jina yako. Sengei Sindame Gladys. Gladys ndio nitaweka juu tulikuwa na huyo msichana mapacha. Sasa ninatumia hiyo ID. Lakini majina yangu aswa
Gladi gitu. Sindamei, Sengei. Sasa hivi nikikutumia pesa kwa M-Pesa itatoa jina gani? Yenye natumianga ni ile ya mbele. Gani? Hiyo ya Sindamei hiyo. Gladys. Nipe majina yako 3. Yenye natumia kwa ID hiyo ama yangu. Yenye unatumia kwa M-Pesa ni gani? Acha tu niko sina hata simu. Si kwa na line, ona line. Hujai register line kwa M-Pesa? Niliregister ya mtu hiyo sasa ya dada yangu niliregister. Hii hata hii sina ID. Naona hii simu ni ya jirani, naona ni mpya sina. Hata mala simu zangu kipiga ni line tu peke yake, ndio hiyo yenyewe nikachukua line. Line nikana nikachukua juzi kwa na otherwise ndio hizi. Nikaibeba juu. Hata nambia simu ndio hii. Sikuwa nashika kwa kichwa, nikaambia ni atikile na jana Safaricom. Hii ndio namba yako? Ndio ndio nikachukua na nilikuwa jana. Na uliregister na nini juu ukichukua line kwa Safaricom lazima upatiane ID. Nilienda kuregister na hii na nikaeleza huyo kijana. Ukamwambia aje? Nikamwambia hii ID ni sister yangu. Na sina, utanisaidia aje? Ndio hata pesa iko mtu anakuambia nikutumie pesa mama uende ukule. Uko sure ulimwambia hivyo ama unadanganyana tena? Mbele ya Mungu, Mungu yaniue. Nilimwambia juu nisishikwe nesa shiko. Unajua sasa nakosa kuamini stories zako vizuri. Hapana, sema bali nimekudanganya. Ninapokea nasema nilikudanganya na unisamee. Ni ingine ID huyu. Nilikuja kukudanganya na niliogopa kukueleza. Niliona kama wezi nisaidia, lakini hapo niliongea uongo. Nilikuja lakini mashida imenifika pali. Mashida zenye unapitia ni kama gani? Nyumba sijalipa miezi 7. Hujalipa nyumba miezi 7? Watoto waendi shule sasa. Miezi 7 kutoka lini? Naona ya Nara kwenye tulifungiwa. Lakini sasa hapa tulikaa na huyo mwanaume. Huko ndio nikaachiwa vitu yenye sijalipa. Sasa hapa tunakaa ni kimutu, tunakaa na yeye. Hii kimutu siesema. Yeye tunakaa naye hadi saa hii. Tunakaa na yeye hata bila nilikuja. Mlifukuzwa Nara kulini? Mwezi 2 mimi nilitoroka. Ndio nikutoroka bila nilishikwa niwekwa ndani. Watu wananitangaza. Mimi nikahepa. Hiyo mama alikuwa amenisaidia nyumba. Kanifukuza akaniambia, "Saa hizi vitu wezi ana naye. Unaona umewekwa tena jana." Nikamwambia, "Madhe, umeona ile shida nimeipitia." Kaniambia nyumba hata sioni ukilipa. Ilibidi tu. Inaona ile manguo tulikuwa nayo. Nikatoka imekuwa yani unajulikana na roko mzima, hata ukienda kuomba mtu hata nyanya ya shilingi 10. Ukisunguka na watoto nasikia aje ati yule ni yule mama tu anasungukanga na watoto. Sasa ilifika hapa nikasema ama nijitoe uhai bila wazazi wangu walijitoa. Hawa watoto wakuwe chokora kama wazazi wako walijitoa uhai. Si walikufa. Waliuliwa na nini? Wazazi wangu waliuliwa na maji yenye iliwa hawa. Ati na nini? Maji ni hii Naivasha. Maji gani? Nona Longonot. Longonot ndio baba yangu alikujanga kwa sababu ile alikuja kanunua shamba hapo. Akununua shamba mama yangu hakukuwa na huyu mwanaume akaenda akashikana tu na yeye. Kukaa huko shetani kuja hata hakukuwa amekaa sana. Hiyo pepe akakuja kama wamekufa, sina wazazi. Hivyo ni ukweli. Wakakufa hivyo. Ni ile tu ni nyumba na watoto kukula hiyo tu. Hata mimi sikata hata ukiniweka ndani mimi nikule, lakini wale nimeacha pale. Mimi hata naweza furahia pale jela. Nasema hiyo nikikushikisha saizi utafurahia. Sasa mimi peke yangu kukula, lakini wale mamalaika ndio hurumia. Sasa ingine nasema wanyonge. Ati wanyonge. Unyonge watoto. Kwa sababu nasema kwa shida hapa tu wanyonge wote. Wanyonge wote. Na kanga nikisema hapa shida mimi peke yangu ndio imenikuja ama ni wanyonge. Hivyo ndio nakanga nikijua ukienda pale hata kazi mtu anataka kukutumia. Mtu na watoto waende shule na unaona hata ukienda kama tajiri ugonge kitu unaweza enda kufinya ile kitu. Najueza niko na mikono lakini naenda kufinya ile pale inalia, naomba nipe kazi. Mwingine nikifanya nasema kazi sina kazi kwa sasa hivi enda. Mwingine anambia basi fanya hivi, kama iko chakula ulipika jana niwekee tu nipe hawa. Niwekee hawa.
Saa ingine si kupenda, naweza enda kwa club. Nione huyu anakunywa, nione mwambie hata nipe hata kama ni 50 bob. Sasa imefika pale nikajiuliza, kwani mimi nililani nifanyaje? Mbona kukuja hapa kwangu nanywe, lakini nilisema nifanyaje? Nikasema sawa, acha tu nijipeleke, lakini hata nimekuwa nakuja nikasema hata nimepotea, kuja nikapotea, nikasema hata nikipotea kwa saa hata akili yangu ifanye kazi, nikasema hata nikipotea ya mashida yenye nimeacha huko, mtu ananiona ninatembea vizuri, lakini mashida yenye umeacha mpaka najiuliza, kwani mimi si mwanadamu kama watu wengine? Kwani wale watu waliumbwa aje na mimi niliumbwa aje? Hivyo najiuliza kwa maisha yangu mingi. Sasa kuongea tu kweli Gladys, kama ungekuja tu unipigie simu uniambie Saimo, mimi naitwa Gladys na nilikuwa nimekuja huko kwako, hii contract inasema ulikuwa umekuja huko lini? Gladys Samuel, ID, mobile phone number, hereby. Date. Ulikuwa umekuja 25th mwezi wa 7, si ndio? Mwezi wa 7, mwezi wa 6. Hii inasema mwezi wa 7. Last year. Ulikuwa umekuja last year? Nilikuwa nimekuja. Wakati nilikuwa nakaa Narok. Nimesema ulikuwa umekuja huko last year. Ungeniambia hapo jo nilidanganywa. Nilikuwa nataka kukuambia ukweli. Mashauri yenye nilipewa na watu nikabebewa akili. Uniambie tu Saimo, nilikuwa nimekuja huko kwako mwezi wa 7 last year. Nikapeana story yangu hivi na hivi na hivi kuhusu mashida zangu, lakini si kusaidika. Unaweza nisaidia aje Saimo? Hapo jo tena nilifikiria, lakini yenye niliongezwa na watu. Nilikuwa nataka kukupigia tu simu nikueleze. Mwingine akaniambia hapo ndako nimekosea, ati usijaribu kupiga simu kusema hivyo, enda chukua, sijui enda chukua hii, wewe enda tu. Nikamuuliza, unajua ni mzuri hata mpana mwako umefunga hii kitu, lakini bado yeye ni mwongo, itakuwa aje? Akaenda asema ukweli, mimi nasema kana mimi ni mwongo, sitasaidika. Mimi akaniambia hapana, shika, sikuwa na fare hata. Mwingine akanipatia pesa, ananiambia fanya hivi. Nikasema ama nimekuja nikijiuliza, ama niseme ukweli. Ukweli wangu ikisema hata kaanda kuja nifukuze, nitasema nifanya aje? Ikabidi vile usikia ati mwingine akaniambia, unajua hata uongo saa zingine nafanya kazi. Nikasema uongo na ikiniletea shida. Sasa unaona imeniletea shida, sijasaidika, ndio mashida tu ni ile ile, na ndio hiyo nimejiletea shida. Kweli si kupenda kwangu. Sasa saa hizi mimi hata naweza kuamini aje? Ongea ukweli. Hata nikifanya hii story yako niambie watu, mtu atakuamini aje? Wewe unakuja umevaa buibui, umejifunikanisha uso hivyo na unaniambia ati kanisa yenyu ukubalishi. Sasa kama singekuambia utoe hizo, unacheka? Nilikosea hapo, nilikosea, pole, nisamehe. Hapo nimeomba msamaha. Hapo nisamehe sana, nikosea. Sipendi kudanganyana, nisamehe. Hata kwa Mungu tu nisamehe. Nikosea. Sema ni nyumba inanisumbua na watoto. Na watoto hata waende shule. Nitu inanisumbua kabisa. Nilitafuta hata nitafute channel niende. Ukiomba mtu simu anakuambia uende na kuja unirudishie. Na mbona hungeenda kwa channel nyingine ukuje udanganyane huku? Upeane tu hiyo story yenyewe ulikuwa umepeana before. Nilitaka nitafute hata channel, hata acha hivyo, nilitaka niende Citizen. Niliona watu, nikiona kuenda kwa nyumba ya mtu ndanga saa nyingine kuona news, ninaona inachukuliwa na Lulu Hassan channel, lakini nilishindwa, sina namba ya simu yenye naweza piga niongee na hawa nisikie kama watanisaidia. Hata hii kupewa mtu anakupatia namba, una simu tena, kama una hizi simu kubwa hizi, mtu akusachi uongee na mtu hawezi kukuambia. Tena wanawake wengine ni roho mbaya, mtu akikwambia anakufichia paka namba. Hata hii ni mwingine alinipea, niliuliza 3, sikuwa nimesave namba. Ndio mwingine jo alinipewa 4, jo akanipea paka transport. Wengine walininyima namba yako. Mwingine anakuambia si wende ukafanya umalaya jo upate pesa.
Nikauliza, umeleta ukifanya na upati pesa utafanya aje? Mimi nakwambia sio ndio ujuze, kwani hata anajiuzanga huku town, unaenda kusema, unaenda kusunguka katibu chane. Nikamwambia afadhali chane nitaenda kusema kitu kama mtu amenikosea aone kwa hiyo channel ni ukweli amenikosea na ile shida yangu yenye niko na. Hata nikienda waniambie tutakuja kesho, nitajua kesho watakuja, lakini nitasaidika pahali. Na nilikuwa nataka kupiga simu nikwambie kama unaweza kuja kwa huko. Mwingine akaniambia ati huyo akujangi, wewe tu ndio utajipeleka. Ikabidi hata ifanye nini, nichukue hii fare. Anikaniambia na hii fare sijakupea ati uende nayo, wewe enda ukuje ufanye juu chini utafanya nirudishie. Nikamwambia in case niende nikashindwa nifanya aje, niambie huyu shida yenye niko nayo, ile mashida tu yenye niko nayo nirudie nijitetee ama nifanya aje. Lakini shetani aliniongoza, ikabidi anicontrol mpaka niongee uongo. Huyo mwenye alikuambia sikujangi ni mgani? Iko mama aliniambia hapo Muluya. Ananijua aje? Ati anasikianga ati ukujangi. Kwani mahali mtu wako? Ati pale yenye mtu wako. Alisikia na nani? Sijui, hata yeye tunaweza kaa na mama usikie akisema ati fulani huyo mtu akujangi, huyo mtu anataka kuchukua. Mimi kama ungekuwa unakuja na hata ifea ningekopa hata ninunulie watoto unga. Kama leo hata vile nilitoka kwa hiyo nyumba nilipikia watoto uchi asubuhi. Kama mwambia kunywe. Na sasa kama ungenielezea hiyo mambo yote kwa simu, hata uniambie Saimo, naweza taka ukuja hapa mahali niko. Ni awali niambia tu kujangi. Uliniuliza mimi nikakwambia sitakuja. Na wewe unaamini maneno ya watu wengine. Mama tu unasema ni roho mbaya ndio unasikiza. Ndio nilisikiza hawa. Sio badala ningekuuliza hata. Singekuwa nimechoka kukuja huku kote. Nataka unipe reason mzuri yenye imefanya ufanye hizo mambo zote sasa. A very good reason. Yenye nilifanya hiyo yote. Yenye imefanya ufanye hiyo yote nitakusikiza. Nyumba kufungiwa na watoto. Tunakaa kwa mtu. Ati mnakaa kwa? Tunakaa na kimtu hapo. Hiyo nyumba amenisaidia juu nyumba yangu ilifungwa huko. Mmekaa na kimtu? Nimekaa na juu. Kimtu kigani? Huyu mtu nimemkuta bata. Karibia sasa microphone. Nataka sasa unielezee vizuri. Na kama mimi hutanipea reason enough. Si unaona nimepiga simu? Yes. Mimi sikudanganyi. Hautaepuka. Acha nikupe reason. I want you to give me a very good reason. Acha nikupe reason yenye ilifanya nikuje huko. Si yenye ulifanya ukuje huku. Yenye imefanya ufanye hiyo sarakasi yote, ukuje kama umevaa mabuibui, ukuje unidanganye mimi. Sawa, yenye ilifanya nikuje. Simon niliona mashida imenifika mwisho kuuliza nitafanya nini, kuuliza marafiki bili. Unajua uwezi siku moja. Hiyo yenye ulikuwa unaniambia sijui mnaishi na kimzee. Ni nini kulienda? Hiyo mwanaume wakati nilitoka Narok, sasa nikuelezee. Wakati nilitoka Narok, nikatoka huko juu watu wamenielewa tabia yangu. Sina pa kuenda, ni nyumba nikafungiwa na mimi nilishika huko, nikaona ni aibu. Unaona? Nikatoka. Kutoka kati tulikuja pale pipeline hapo, kakutana na mwanaume hapo analima. Si kijana na si mzee. Nikamwomba maji, nikamwambia habari yako mzuri. Tuliomba lift. Hii gari tu kidogo ndio ilitupea lift na tulikuwa mtu mzuri sana. Hapo nafika ngambia tunafikia pipeline. Hatuna chochote, hatuna kitu paka manguo. Nikamwambia tunashukia hapa. Kushuka sikuwa najua pale pa kuenda. Nilikuwa nataka tu kuingia kwa mtu niombe usaidishi. Kufika nikaona mwanaume analima. Kwa kitu saa 9. Nikamwambia habari yako mzuri. Sisi tumetoka Narok na niko na shida, kuna pata hii nimekuwa usiku na tunaelekea saidi ya Naivasha. Na nilimwambia tu kweli. Kaniambia kwa sasa na nimekuwa usiku mama, karibieni ingia kwa nyumba na watoto wako. Nikamwambia na watoto wangu, kwa watoto wanne. Wangu wawili na ya sister yangu na huyu chokora. Aya, karibia. Chokora. Simon mama. Tasta kuongea story yake. Nani huyo? Huyu msichana. Huyu sister yako ni yeye unaita chokora? Mimi kufika nimetaka tukaribisha kwa getheri alikuwa amepika. Getheri kupika kwa tuchotea alikuwa amechota getheri. Kaniambia kuleni na watoto, unaona mko njaa sana, kuleni na katupea maji. Kama pia kiasadi. Ubarikiwe sana. Akatuambia hata hii nyumba sijali munyi mkae, hii nyumba ina mke. Nikamwambia hakuna, saa msiogope, nyinyi kaeni. Sisi tukakaa hapo. Kufika jioni akatutandikia tukalala. Kesho yake mimi nikaona ameenda amelete maziwa na mandazi ya 50. Kaniambia
naweza pikia watoto hii wakule. Nikamwambia naweza pikia hawa. Mimi nikapika, tukakula, tukakaa. Kufika masaa jioni saa 7 akajileta kwa saa 9 hivi. Akakuja na mboga sukuma amebeba imefungwa. Na hamtoki na hawafukuzi? Hajatufukuza. Akatuambia ati hata hii nyumba nilikwambia jana haina mke na mnaweza kaa. Nikamuuliza na mke wako alienda hapa? Akaniambia mke wangu alikufa. Nikamuuliza na nini? Akaniambia ni ajali. Nikaniuliza na wewe uko na mzee? Nikamwambia mimi yes nilikuwa na mzee lakini tulikosana ABCD kidogo. Na sasa akaniuliza na pale mnaenda na hao watoto mnaenda wapi? Nikamwambia okay, tulikuwa tunaenda Naivasha kutafuta pale pa kukaa tu juu sisi pale nilikuwa nyumba yetu yangu imefungwa na watoto na mimi sina kazi. Akaniambia usikuwa hata na haraka pa kuenda. Hii nyumba utaishi hapa. Nikamuuliza nitaishi na ni nyumba yako na uko na watoto? Akaniambia watoto niko nao wanakuanga mbali. Nikamwambia ni sawa. Sasa nikamuuliza ninaishi aje na watoto? Akaniambia tutakaa kama unaweza taka tukae tuoane mimi na wewe. Nikamuuliza mimi kuoana itakuwa ngumu sana juu mimi sijazoea kuoleka. Mimi nimeoleka na ile mashida yenye nimepitia ni mzito kwa maisha yangu. Na sasa sioni kama nitapokea hiyo life ya kuvaa nini ya kukaa na mwanaume. Kaniambia hapana, utabidi tu ukae tuelewane, mimi ndakusaidia wala watoto na kuingisha shule. Mimi ningefanya nini? Ilibidi mzee sirika yangu. Ilibidi mimi nikae tu na yeye. Tukupima tukufanya nini. Tukaanza kulala na yeye. Kukaa ananionyesha madhara kwa nyumba. Huyu mtu atanikuja hapa hajajua mimi nimekuja ile kuuliza tu wa mama bile itaenda aje. Ni mtu akupei chakula kwa watoto. Watoto wanakaa hapo wanabebeshwa, wengine wanabebesha hawa maji hapo hivyo. Watoto wanaanza kutumwa kama watu. Nywele hata inamea. Nauliza mwanaume juu unanitumia kwa hii nyumba na mbona unyoishi watoto wangu hata wanyolewe nywele juu kama umeamua tukae na wewe na mimi nimeamua tuishi na wewe basi. Ati unajua nilikusaidia tu juu hawa watoto. Nikamwambia sikatai lakini juu mlikubali kubeba mzigo na mimi hakuna kitu nakukataza. Acha mimi nikae basi unishughulikie kila kitu. Ndio kanipromise tu ataingia shule. Unajua alianza kunifukuza kwa hiyo nyumba na kunichukulia panga na kuniambia nitoke kwa hiyo nyumba. Sasa mimi nikasema sitatoka. Kukuja hivi mimi kwangu niliwaacha watoto kwa huyo mwanaume. Anatoka asubuhi na anakula hoteli. Yeye. Watoto wanakaa njaa. Watoto wanaenda mama tukubebesha mizigo ifojo kule. Mimi kutoka hata si kwamba watoto naenda wapi. Na kuomba hiyo ushauri yote nikuje niseme nilikuwa kuja kuongea ukweli. Ilikuwa mimi nikuje nijiongee kama ningekaa tu peke yangu ningekwambia sina simu na sina transport ninaweza kukuambia nilikuja kile sikusaidika na sasa maisha imenipiga pahali yenye hata sioni pale naelekea na hawa watoto. Lakini mimi ikabidi nikaongozwa na ukweli ya hawa mama. Yenyewe nikakuja kudanganyana hivyo. Lakini kwa kweli sahi hakuna hata mtu atakuja kukusaidia ati hata ukilala njaa kwa mwingine. Alinijibu akaniambia na sio kufanya umalaya kama watu wengine. Nikamwambia hiyo nilifanya lakini sijasaidika. Bado tu maisha yangu inakuwa tu mbaya. Na nikienda hata saizi nipimo sema hata sijui kama niko na ugonjwa. Bila maisha yenye mimi napitianga. Sitaki kujua mwanaume anakaaje. Anakutumia hivyo. Yaani mpaka nimefika sehemu kwa ndogo ile yangu nilijichukia maisha yangu. Nilifika pahali kasema hii maisha yenye Mungu alinipatia ni haja gani? Hivi sasa hata kana mwanaume hawezi fanya chochote. Haya utajishuku unasema hata iko gonjeka saida saibo na gonjeka. Hata saidi kikaa ninafura Mungu. Najiuliza hii kufura Mungu ninafura ama niko na ugonjwa ninaogopa kwenda hospitali ile kupimwa. Juu ile kuenda unaenda unapatana na mtu hataki kujua je unapitia saibo. Unaona mimi nikasema acha nikasaida za kuwa mgonjwa kwa hiyo nyumba. Mtu akushughulikia anatoka na anaenda. Atakuachanisha ukikaa hapo au na mbele na nyuma. Mimi nikajiuliza kwani mimi ni malando na wanawake huko wanangara. Wanawake huko wanashuka mimi hata sijashuka saibo. Nishaje mimi nako. Acha nywele.
nguo imeraruka sasa hivi logile na imeraruka kunyumba. Nini? Nini imeraruka? Nguo yenye lazima sina nguo ya safari iko ndio niliona niko ninavaa nguo yenye inararuka. Sina nguo ya kununua hata. Sina nguo. Usinionyeshe. Maisha ni mtu unapitia. Yaiona hivi. Mimi nimefika na mwisho ya maisha. Maisha imefikisha mwisho. Sasa nikuulize. Sasa okay, mimi unaweza taka nikuchukulia hatua gani wewe? Nisaibu. Nimekudanganya. Bibi. Karibia microphone sasa. Bibi. Acha kufunga hiyo. Mimi nimekudanganya. Lakini naomba sameju. Mashida yanifanya hivyo yote. Ati? Ni mashida yanifanya hivyo yote. Saa hii ya nyumba mpaka manguo ya kuvaa ya ndani. Hata manguo ya kuvaa ya ndani sasa sina. Karibia microphone na uongee na nguvu. Manguo hata kuvaa ya ndani kama mwanamke hauna. Manguo ya kuvaa hauna? Hata ya ndani. Hata ya ndani? Hauna? Ni moja nimeraruka. Watoto wana nguo saibu. Mbona hiyo umefungiwa? Mwana walalisha njaa. Alafu sasa ingine usipompatia saibu. Usipompea mwili yako anakupiga. Ongea vizuri sasa watu wasikie. Sasa tuko kwa kamera. Usipoongea? Nasema ni mwanaume anataka kukutumia saibu. Na ataki kukupea chakula na usimwambie maana chakula na kupiga na anataka kukutumia na nguvu. Na anakuachanisha. Sasa unashindwa. Mtu anakutumia alafu anakurarulia mangu. Mimi ndio wapi saibu? Watoto wamelala pale alafu mtu haoni. Tunasema nitafanya aje? Ile maisha unapitia. Na nikaona wakati nimeacha watoto sikuambia mtu, ni mama tu anajua. Nikasema niende ili kesi nisaidike nikuje nichukue nyumba yangu. Nilinunua kajiko na tumtuge na tuchakula kidogo. Nilipe nyumba. Sasa imekuwa kama mateso. Huko nyumba mnalipa pesa ngapi? Kwa nyumba 3,000 kasingo. Nyumba kana watoto. Na iko ile hasa ile smart 4,000. 5,000. Hivyo nyumba inakaa. Lakini sina nguvu ya kutafuta pesa. Hakuna kitu sijafanya yenyewe saimu. Mimi naenda kwa club sikunywangi pombe. Lakini ninaendanga hapo saa zingine iko siku hata roho ingine nikaingia kasema nifanye aje nende nipore hawa wanaume walevi wako na pesa ama nifanye. Lakini nikaenda kati ingine club hivi hakuna kitu nilipata. Ikabidi nirudi. Saimu hakika ya Mungu hata kama watu wananiona. Mimi pale shida imenifikisha ilibidi paka pale. Nilitaka kuua watoto. Naongea ukweli wa Mungu. Nikasema iko mama mmoja Narok aliua watoto 3. Ya maisha kama hii. Na kuwa watoto yeye akajua. Nikajiuliza wakati ingine hapo. Tukasema ama hata mimi nikakaa kufikiria hivi. Nikasema hata mimi nifanye hivyo. Wengine kaniambia kama uko na mikono si uende uombe wali useme. Nikasema nifanye aje? Nini niomba watu wamekuzaa alafu watu wanakuongelesha vibaya. Nifanye aje? Hakuna kazi nisijeni. Hata mjengo nenda naomba wanaume mjengo. Hata wanaume ukienda kuomba mtu anataka kukutumia juu uende hiyo mjengo. Nikasema afadhali tu nijipeane nipate ile pesa tu. Tutaenda wakuni. Kitu kubwa nanifanya ni wale watoto. Ingekuwa maisha yangu mimi hata ningekuwa hata najigongesha gari na kupenda. Nikufe. Nikufe. Lakini
naonanga hii ni mlevi niko naye huyu. Ametangatanga. Hakuna pale hawezi enda. Mimi tu nye Mungu aliniangalia, brother wangu alipoteanga. Simu. Ningekuwa na mwanaume mmoja. Brother yako alipotea? Sakati kwa story ndugu yako aje alipoteanga. Kwa ile story ya kwanza. Alipotea hajaipatikana. Hadi wa leo. Hadi leo hajaipatikana. Angekuwa hata mtu tu ama familia yetu, mimi ningeenda kuacha watoto pole na nitoroke na niende, lakini nilijua ni nani anaweza achia. Nikapata mtu ananiambia na nishikia wale watoto, mimi sasa kuna kazi, hata kama ni wapi nitaenda, lakini kazi nimekosa, lakini kashindwa nafanya nini. Lakini nikipata msaada ya wale watoto mimi nitafanya afadhali hata nikuwe mfungwa nifanye kazi, lakini wale watoto wakule. Nikasema ama nirudisha watoto children home enyewe. Niliwaza vingi, nipeleka watoto children home nijifanye mama yao hayuko, alikufanga. Nikasema ama matasema tu mama yao wako. Nikasema hakuna haja, mama watoto ni wakubwa, niko watoto hawezi piga kitu. Nitaenda huko juu ya nini ya msaada. Achieve yenye nilikuwa na huko Narok alinieka ndani. Kulisa tu kweli wangu nilifukuzwa kwa chief kama wataki kusikia nini ya ile shida nilipata. Sasa nilibleed karibu mimi nikufe. Mungu kafura alinigonga tumbo. Na nilikuwa na ujauzito nangu alichukua. Ya kitu naniumanga sana. Nikawa siendi shindano, sikuwa naenda kitu. Kapata ujauzito. Kupata ujauzito kasema nifanye nini? Niligonga tumbo, nikamweleza. Kaniambia unakuja kuniambia umbale unatangatanga. Nikamwambia sitaki. Kanigonga teke hapa, nikableed. Mama tu hawa ndio alinichukua, kaenda pale nikapewa madawa, kaoshwa, nikarudishwa, mtoto akatoka. Lakini niliambiwa Saimo ati nyungu ya mtoto wangu inafaa kutolewa, niko na shida. Nikasema itakuwa na shida, sasa hivi siwezi pata mtoto mwingine. Sasa hata nikienda kupima hata nipate mwanaume, daktari alisema pata mtoto. Nilienda kustaki yeye Saimo ili ashikwe, akuwe funzo kuchukua. Hata kama ni mtoto wa mtu, hata mimi nilizaliwa na mama, lakini afai kufanya mtoto wenyewe hivyo. Kukupiga una mama, una wazazi, una mandugu, ufai. Unafaa kuangalia mtu, ule mtu ni mwanadamu na amekuzalia, lakini hauni kitu chuku kwake, hadi katakataka. Sasa kitu ya kwanza nitakwambia leo. Usikize sasa vizuri. Yes. Unaona ukiwa na shida, kitu yenye inaweza kusaidia kabisa ni kuongea ukweli. Unasikia? Yes. Kuongea ukweli. Lakini ukiongea uongo, hiyo inaweza kuletea mashida. Yes. Sasa hizi mimi nimekusamehea. Asante. Unasikia? Lakini next time ukitaka kusaidika mahali popote, enda uongee ukweli. Enda uambie mtu tu, umwambie ukweli. Saimo, mimi nilikuja huku kwako, lakini wenye nilikuja sikusaidika. Sasa hizi hiyo mashida yote yenye unapitia, ungekuja tu niambie. Mimi ni binadamu, mimi ni mzazi, mimi ni mtu wa Mungu, siwezi kosa kukusikia. Labda ikuwe mimi ni wazimu, ama nikuwe mimi ni mtu hana utu ndani yake, siwezi kosa kukusikia. Mtu hawezi kuja kulilia na hizo mashida zote ukose kumsaidia. Ningekuja tu hapa niambie watu, huyu mama alikuwa amekuja hapa, tulifanya story yake, lakini hakusaidika. Na sasa zile mashida anapitia zimezidi. Tumsaidie tu. Ukuje ujiongee hivyo hapa, watu watakusaidia. Lakini sasa kukuja na hizo njia zote umekuja nazo, zingeleta kitu kubwa sana. Na mimi nilikuwa nimesema lazima nitakushikisha. Nilikuwa nimesema ni ukweli.
Juu hiyo ni vibaya sana. Kuna mama wanafanya hivyo, wako na hiyo tabia. Na watu wana complain sana juu yao. Mtu anakuja na kistori, na ndio maana niliavoid hata kufanyanga story zao. Mtu anakuja na kupea story, lakini ni uongo anaongea. Watu wanamsaidia, wanaenda wanakunywa na wanafanya zile sarakasi zingine. Hawa watu wanapata pesa na uchungu sana. Unaona watu wenye wanatusaidianga hapa, ama watu wenye wanakusaidia, si ati ni matajiri. Ni watu wako makazi, wana hustle. Mtu akiwa na 50 kama hiyo anasema wacha nitumie huyu mama. Huyo mtu umechukua 50 yake na labda hata yeye amekutumia 50 na hakununua unga. Kweli. Akaona wacha tushie na huyu mama juu pia yako na shida. Imagine umekuja hapa umedanganyana. Huyu mtu si ukuje uongee ukweli usaidike. Kweli. Hapo umekosea sana. Na I hope umekosea. Hii utasikia vizuri. Na mimi kitu yenye nitakwambia, juu mimi sija kufanyia kitu yote mbaya, nitakuachilia, hata sitakushikisha. Na nita make sure huyo askari amekuja hapa umuone. Sikuwa na mchezo. Atakuja hapa na umuone ni yeye huyo. Kama utaendelea na hii tabia utashikwa. Siwezi. Unasikia? Mimi hata Saimo umeniokoa sana, lakini naona hata familia yangu nitakuja na hapa. Mimi nitakuja hadi huko. Asante Mungu. I will come there. Mimi kwetu ni Nakuru. Asante Mungu. This coming Sunday I'm coming there. Nitapitia hapo. Nitakungoja. Siku yenye utaenda kufanya hii kitu mahali pengine, mimi sitakuuliza, lakini utashikwa. Na hapa nikienda na ile ukweli tu Saimo Bele, ukienda na ukweli enda na ukweli. Lakini ukienda kudanganyana, uongo ndio sitaki hata kidogo. Siwezi danganyana. Unaona Bele tu umeniambia nimeshika. Tumesikizana hapo vizuri. Tumesikizana. Mimi sitasikia maneno yao. Juu mtu anataka kukuweka shida na mtu haezi ona. Ule mtu anapitia shida. Anataka kukuongezea shida nyingine. Akiona tokienda kwambia unipea atakaunga, mtu anakuambia enda, mtu anakuongelesha vibaya. Hizo vitu unakuja sasa kama umevaa hivyo. Hiyo ni vibaya sana mama. Lakini mimi ndashukuru, sitaienda hata sasa nikipata kwingine. Hakika Mungu ndasimama na tasema ndakuja paka kutoa shukrani paka hata ndakuja paka na familia yangu. Niseme kama si wewe sijui ningefanya nini. Nitakuja nitoe shukrani na ndakuja na familia yangu waone. Paka hapa nikwambia huneje nafanyanga ndawa. Ninafanyanga nisunguke ndawa. Na sasa nikienda nitasimama kwa kweli wangu. Sasa sikiza. Nitaambia hao watu mtu mwenye ataweza kukusaidia kusaidie. Kweli. Na nataka ukikuja sana niko kuongojea. Utakuja. Kuja uone pale tunakaa. Mazingira yenye tunaishi. Adoito. Saa zingine shida ni mbaya. Inaweza fanya mtu afanye vitu mingi sana. Najua huyu ni mama na ako na watoto. Anyway, na kuna kule kugio kinyaga. Kwa corona ona ndio wana kama udumo ni ndo athina. Labda hata wewe ushaifanya vitu zingine mbaya juu ya shida. Hata mimi kuna mahali nishaijipata labda unaongea juu ya shida. Story huu mama ashaifanya huku na nitapina hapo mtaiona tu. Na sasa sijui venye mimi nitasema. Mimi kitu yenye tu nitasema tu ni kama uko hapo, kama uko willing, kama unaweza feel hiyo story yake juu ya watoto, juu sasa hata watoto ndio unaweza hurumia sana. Kama watoto wanapitia hiyo mateso yote, au ndio unaweza hurumia sana. Just call her. If you want to confirm anything from her, unaweza mtembelea mahali anaishi. Nitakukubalisha upeane namba yako ya simu. Umesema nyumba unalipa pesa ngapi? Nyumba nyani sijaingia. Sasa hizi ukipata 3,000 utaenda kutafuta nyumba. Utaenda kutafuta. Hata saa hii. Na nini nyingine? Chakula. Utaenda kulipa. Nimekwambia kama ungekuja sasa tu uongee hivyo. Ni 5,000. Barikiwa. Barikiwa. Acha kupiga magoti. Simama, acha kupiga magoti. Barikiwa. Wewe utafute nyumba. Barikiwa. Mungu akurudishie mengi. Mimi nimeteseka hakutosha. Barikiwa na Mungu akufanyie familia yako ikue, kusaidia watu kama sisi ndio tumefika mwisho ya tunda la kufanya. Amen. Ubarikiwe na Mungu akupe. Shika na mkono, mbona nashikanga na mkono. Mungu akupe mengi. Wewe utafute nyumba sasa. Asante. Toka hapa
nitaenda kutafuta nyumba. Wewe ndio utafute Na nyumba. nitakuja kusema nimepata nyumba, hata nitakupigia simu, ninombe mtu simu uone hiyo nyumba. Na hiyo pesa nimekupatia out of good heart. Kama kuna kitu nyenye umedanganyana, si Mungu anaona? Anaona. Si ndio? Mimi hata saizi naweza kosa kukufuata. Bariki. Lakini Sunday nitakuja. Asante. Wewe kama Karibu. umedanganyana, ujue kuna mtu analala njaa, kuna mtu anapitia mashida, ningempatia hiyo. Karibu. Kama umedanganyana, sasa hiyo ni wewe mtadili na Asante. Mungu. Utakuta nyumba nimetafuta na hata nitaenda kuhama kwa huyo mwanaume. Nikikuja Sunday nipate kama umehama. Exactly. Tumesikizana Sitakaa hapo? kwa hiyo, tumesikizana. Leo ni lini? Sitaenda nilali leo, kesho sitaongea. Nini nitafute nyumba, nihame pale yenye mtu wako nitoke. Chukua hizi. Nitafute. Hiyo si ni fair. Asante. Sasa hapo kuna ya nyumba na kuna ya kurudishia mwenye ulikuwa umekopa. Asante. Si ndio? Asante. Iko. Asante. Hii ndio namba yako ya simu. Shika usome. Asante. Shika usome watu hii namba yako ya simu. Okay, asante. Mimi nakuomba shukrani mingi sana. Kama ningejua yote hata singepita. Ningekuja kwako tu direct na nikuje niongee. Umenisaidia, umenitoa pahali naona nikaa niko na ndugu na dada. Umepita pahali yenye watu wananicheka na maneno. Barikiwe na Mungu akufundishie hii kazi yako ikuwe kazi na mtu asiwahi kuja na uongo tena. Mimi nilianza uongo mingi juu ya shida yenye ilinifikisha na sikupenda kwangu, lakini ningejua umenisaidia. Mimi nakuomba hiyo mkono yenye umenipea ibarikiwe. Amen. Mara. Amen. Somea watu hiyo namba yako ya simu. Hiyo ndio simu unatumia? Usai kwa sai natumia. Hiyo ndio namba yako kabisa? Juu sasa natumia juu nilichukua. Na kama si yako useme. Hii ni nenda nikachukua, hii labda niko penye natumianga tu, hii nenda nikachukua kwa namba yenye unatumianga ni gani? Namba yenye watu wanaweza kushika nayo? 07 955 47 Ati 07 07 mhm 9 mhm 55 47 mhm 558. iko wapi hiyo namba? Hii namba hata haijafika. Ijafika? Niburudia. 07 mhm 9 mhm 455 sorry 55 07955 mhm 47 mhm 55. Niburudia hiyo namba. 07 9 mhm 55 mhm 47 mhm 55 tena 52 mhm 8. 8. Hiyo line iko wapi? Hiyo line iko hapa. Ndio hiyo iko hapo kwa hiyo simu. Nikipiga itaingia. Acha niweke pin. Hebu weka nisikie kama nikipiga itaingia. Yaani sasa hata nimekaa nimechanganyikiwa. Kwa nini? Lakini sijui hata. Umechanganyikiwa kwa nini? Lakini ni kama ifanyangi kazi, imefika pahali paka ni kama akili yangu imechanganyikiwa. Hata kwa hivyo nakaanga kuwaza sana. Sasa enda kwanza useto, tutafute nyumba, useto na uniambie progress na ununulie watoto chakula. Na ndaomba mtu simu niombe, lakini nitatoka saidi hiyo ya hiyo pipeline nikuje mbele pale, nitaingia nipate nyumba, nitakupigia na nikupigie, ukikuja tukutane kuja uone familia yangu pale nyetu. Sasa hizi kwanza si hapa unaweza nunua simu ya 1000. Kadhimu kale yako. Acha nitaangalia kama huko kuna kasimu. Ndio mtu akikupigia akupate. Inaenda kurudishia hiyo mama, hata sitaongea nao Saimote, tuniongea sitaongea nao maneno walimeniweka kwa moto Saimo. Hakuna siku tena nitaongea nao mama siku hiyo. Ningejua ningejilete peke yangu. Acha kataangaliwa. Ndio mtu akikupigia asikukose. So hapa mi sitaongea mengi na sita comment sana. Lakini mi nime feel tu nifanye hivyo, na kama wewe uko hapo na unaweza feel unaweza msaidia, that is up to you. Sitasema kitu yote kulingana na venye tulikuwa tumeanzia hii story. Hata mimi sikuwa nafikiria itaenda hivyo, lakini kuna vitu zingine unaweza sikiza uone. Sasa hapa kitu yenye ina drive mtu si kutaka kwake. So if you are there, ukiona hiyo story feel unaweza taka kumsaidia, feel kama unaweza taka kumtembelea,
feel free to do that. Macio magi tutigire Ngai. Asanteni sana. Umeakisha simu? Nataka kupiga nione kama itaingia. Ati Gladys, I'm okay. Mbona hiyo namba yako inatoka Truecaller hivyo? I'm okay. Inatoka Gladys, I'm okay. Kama ni venye watu walikusave. Labda. Kwa nini haingii? Nasema line busy. Hebu nipige. Inasema line busy. Nani hiyo tu. Ndio hiyo ukaweka hapo ya. Ona venye inasema, kwani umeniblock? Sija block. Umeniblock wewe. Mimi sijui kublock hata. Hivi mwege yako. Nataka nihakikishe hiyo simu inaingia. Zero 079 55 47 55 8. Unaona umeniblock, umeblock namba yangu wewe. Sijui kublock. Labda uliblock by mistake. Sawa, namba ni hiyo. Sasa si tumemaliza? Si tumeongea vizuri na tumesikizana? Nitakupigia, nitakwambia hii ni bila hata hii simu ni ya huyo mama, hata tena tunanimrudishia. Basi. Sasa wewe urudi Nakuru. Uende uangalie watoto na wanunulie chakula. Asante. Na usirudi kudanganyana. Kweli. Sawa. Siwezi. Hata nikilemewa nitakuwa nikikupigia simu. Sunday nitakuwa hapo. Nione venye unaendelea. Nitahama, nitakuoleza pale nitoka tumahamia ukuje hapo. Sawa basi. Nimeshukuru sana, ubarikiwe na Mungu akupe mengi yenye umenisaidia. Sikujua hata yote nilipitia. Nisamee, sikujua kitu kama hiyo. Ni hivyo. Najua mumejiangalilia hiyo story yote. Saizi hata guest wangu washaenda, sasa niko tu hapa peke yangu. Na thank you so much kwa wale wote wamekuwa wamesubscribe, wenye wamekuwa kiwatch. Hizi stories zinakuanga nikifanya, sometimes zinakuanga ngumu kujua mtu mwenye anakuja kuongea ukweli na mwenye anakuja kuongea uongo, lakini nina making sure nimefanya nimechunguza hadi mahali nitaweza. Hiyo nilikuja tu hapa nikaanza kumuuliza maswali hivyo. Kwa mind yangu nikasikia hapa kuna kitu haiendi vizuri. Venye nikasikia kuna kitu yangu haiendi vizuri, nikamwambia wewe toa hiyo buibui nikuone kwanza. Akakataa kidogo, akaniambia sijui kanisa yangu haikubalishi. Lakini mimi kuna kitu ilikuwa inaniambia huko ndani lazima kwanza nione sura yake. So venye niliona sura yake nikaona hii sura naijua. Venye nikaambia producer immediately venye litoa nikaona namjua, nikaambia producer anza kurecord, ndio kitu yote yenye ita happen, kitu yote yenye tutaongea ikuwe recorded. Actually hata sikuwa nifanye hii story, video nilikuwa nachukua kama evidence, ndio kama tutapeleka na mbele at least nikuwa nimeproduce kila kitu. Tena unajua ni wa mama na huku ni wanaume wako. Sasa kuna stories zingine zinaweza lipuka, though kuna CCTV, kila kitu iko recorded hapa, but nilifeel ni poa kusema ni record na kamera. Sasa venye nilianza kuangalia sura yake, nikaingia kwa simu. I think hata nikianzia story umeona venye nimekuwa kwa simu, venye ameanza kuongea, venye nilimwambia akae chini, nimekuwa kwa simu all through. Nilikuwa natafuta hiyo story cause nilikuwa na feel huyu mama nimeinterview. Nikaenda nikapatana na hiyo story, na kutoka hapo ndio nikamwambia story yako nilikuwa nimeifanya nini. But venye huyu mother amenielezea zile vitu zote ameongea, mumesikia by the way. Unajua mashida saa zingine ina push mtu apate amefanya vitu zingine, na deep down from her heart mama ako genuine. She's genuine, she's going through a lot na anapitia mambo mingi sana juu. Sasa hata after venye tumerecord hizo vitu zote nimemuongelesha na nikasikia zile vitu anapitia. Anapitia mambo mangumu sana, na hiyo ndio maana ilikuwa imefanya kuja kama amejificha hivyo, ndio nisimjue juu alikuwa amekuja huku last time. Lakini story yake
ni ya ukweli. Story yenye anapeana ni ya ukweli. Ile makosa tu yenye alikuwa amefanya ni kujifichanisha hivyo ndio nisimjue. Lakini hizo vitu zingine zote mmesikia hapo kwa hiyo story ni za ukweli. Saizi nakwambia venye naongea saizi hayuko, singeongea hivyo akiwa. But story yake ni ukweli, she is genuine. So kama uko hapo na unaweza msaidia, mnaweza tu msaidia by the way. Umesikia hata kuna mahali alikuwa anasema ati alikuwa karibu kunyonga watoto wake ama kuwaua. So saa zingine tu lazima tuelewe venye yani venye wewe unaishi. Kama unaishi vizuri, si kila mtu anaishi vizuri. Kuna watu wanapitia mambo mingi sana, kuna watu wanafanya vitu mob sana ndio watoto wapate kitu ya kukula. Huyu mama unasikia venye amesema amejaribu kujiuza. Saizi mwanaume mwenye anaishi na yeye ameanza kumfanyia madharau, anamchapa, hapei watoto chakula, akona watoto wawili, watoto hawako shule, wamefungiwa nini, walikuwa wamefungia, akona arrears za rent. So if in a position to help her, na kama hata unaweza mtembelea, kama unaweza mpea manguo, si unaona akisema hata hana nguo za ndani, nguo zenye amevaa ndani zimeraruka. Sasa ukisikiza vitu kama hizo zote unaona tu akona shida. Mashida inafanyanga watu wafanye mambo, by the way. Zinafanyanga watu wafanye mambo. Shida inafanyanga hata mtu aibe. Unaona? Sasa hiyo tu kitu alikuwa amefanya kujifunika na kukuja huku, sitaibeba sana ati nimwekelee hiyo mzigo umefanya. Hata venye hiyo tu drama imehappen hapa, mtahave tu kunisamehea cause lazima ningefanya hivyo ndio pia yeye ajue niko serious na kazi yangu, na wale watu wengine wenye wanatuangalia na wenye wanatakanga kukuja hivi. Na si ati juu nimesema nimemsamehea ni kusema ni kumaanisha ati mtu mwingine akikuja hapa na kisika hiyo tutasamehea. Hiyo tunaweza pelekana sana. Cause najua hapa ukikosa kuwa tough saa zingine unaweza pata watu wa kila aina. Mtu anakuja tu hapa ndio atake kukon watu, na hiyo mimi nilisema siwezi entertain actually. Hata stories zenye nafanya saa hizi ukiangalia sana si stories za kusaidiwa, na si vibaya kufanya stories za kusaidia, but kuna saa zingine unapata labda unafanya mtu story tena unaanza kusikia huyo mtu hakuwa genuine. Sasa badala hizo vitu zote saa zingine naonanga niondoke hivyo kidogo, but nikipata ile genuine, nikifanya uchunguzi wangu lazima nitaleta. So kwa hiyo interview, kama labda kuna mahali umeona nimeenda vibaya, kuna mahali nimekuwa tough, kwa hiyo madam hata after kunipea story yake lazima ningefanya hivyo. Sasa hapo ndio at least pia yeye kama kuna kitu kingine anaficha afichue. But anyway, thank you guys kama umewatch hiyo story. Mungu awabariki sana na muendelee kuwatch hii platform, na kama kuna kitu yote yenye imehappen vibaya yenye ujalike, sorry, next time I think tutatry best. So God bless you so much, tunawapenda sana. Na before nimalize nikumbuke kuambia about tayari lands and housing, na kuna plot niko nazo na wauzia all the way from Matu Kithioko. Kuna plot ziko huko tuko nazo na sijabakisha mingi for now. Nimebakisha plot kama 7 hivi, na ni plot ziko mahali pazuri sana, just few minutes from Tamak. Hizi plot za 50 by 100 na kuuzia just 160,000 Kenya shillings ukilipa cash. Ukitaka kulipa na installment unaekelea deposit ya 50,000, balance unalipa na 6 months. Ukilipa na installment itakuja 180,000 Kenya shillings, 180,000 Kenya shillings. Na that is including title deed. 160 ni pamoja na title, 180 ni pamoja na title. Plot ziko mahali pazuri, unanunua, unajenga, kuna maji, kuna stima. Kithioko town iko hapo, barabara ya lami iko hapo. Ni mahali pazuri sana by the way. So kama unaweza taka ku reach out, namba ya simu ni 0715 99 99 09, 0715 99 99 09. May God bless you so much, na wapenda sana na muendelee kusubscribe. Asanteni sana. Ndakugeithia we mwega murata wakwa na mwiroreri wakwa. Maritwa makwa njitagwo Simon K. Karibu sana ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi. Ningwiraga ukeigua we haria hagirire. Muthenya wa umuthi warora uguo kuria ndiguciria ni urona ndi kundu kwega muno mugunda mwega muno. Thutha wakwa warora ni njui urona all greens, na ndi haha courtesy of
Tayari Lands and Housing. Ndrare haha ngikurehera mugunda ungi turakwendagiria haha Kabati last week ona ndonani na thiku inya urakorwo wathira. Ino ni project ingi njeru ndakurehera iri haha Kithioko. Kuma haria ndi nginya Kithioko ngwiciria ni handu ingitengera na nginye. Na uhoro wa Kithioko ni ngutariria uhoro wa tauni ya Kithioko na njira nene muno. Ngakwira ni tauni njega, tauni ikurite muno. Gutire kindu utangiona Kithioko, kindu o giothe ungienda. So nigukuria murata wakwa na we hau wona video ino tiga gweterera. Buroti ici cia tayari stikaraga. Mugunda uyu ndinaguo haha thaa ici utinangiirio buroti cia 50 by 100 no hutitie barabara ya kuingira mugunda ino haha. Mugunda uyu ukomeire barabara haha kumara mine haha Ramini ukuingira o kilomita 1.5 ukorwo wi mugunda-ini. Mugunda uyu ugatinangirio kundu kwina ma neighbor, kundu kwina mai, kundu kwina thitima, kundu kwina mathukuru, kundu kwina indo ciothe irio rabatara. Ungienda kurima guku no urime, ni urakiona uria irio cireka. Ungienda gwaka neighbors wako hapa sio kubahatisha. Withike na ihenya. Namba ya thimu 0715 99 99 09 0715 99 99 09. Ungienda guka ofisi ci haria Thika, ukiingira Thika hestage tutaka gatito hau o hau ni uko na building etagwo Mco Plaza building, uke ku third floor room 302 ukinye ofisi ya tayari ku. Bei ni 160, broti ya 50 by 100. Iyo ni cash hamwe na title. Wenda kuriha na installment ukuigirira deposit ya 50, balance urihe na mieri 6 na shigo ka 180 including title deed. Uko karibu sana na mharakishe stigathire. Ndugetikira gutugwa murata wakwa. Asanteni sana.